Secured a court order to exhume the body of a child so that we get more DNA samples and other biological evidence, of which the postmortem was done by Daktari, who's with me here, the pathologist, the government pathologist. Of July 2022, the body of the child was discovered not far from here, having been defiled and murdered, brutally murdered. It's a very unfortunate incident to the family and the community around here. Exhume the body with the consent of the family, and also to enhance the investigations to another level. Hii masaibu ilinipata mwezi wa 7 mwaka wa 2022, na mimi ripoti ya mtoto kufa nilikuja kupata ripoti Jumamosi asubuhi mama yake alipokuja na nduru. Tukatoka na yeye tukaenda paka penye mtoto alikuwa ametupwa. Tukakuwa na askari waliokuwako pale, nikaonyeshana wale washukiwa ambao walikuwa wamefanya hicho kitendo, wakachukuliwa wakapelekwa police station. Haya, mimi nikatoka huko, mama akaandika habari yake. Mimi sikuandika habari sababu sikuwa najua chenye kinaendelea. Mimi nilikuja kuandika habari yangu baadaye vile mama alikuwa amenielezea. Na ni jambo la kuhuzunisha sana na ni makosa mtoto mdogo kama huyo kupoteza, kukatishiwa maisha yake, na ni tegemeo la jamii ya kesho, na ndio itakuwa kama mwongozo wa kesho. Lakini sasa kifo kimetupokonya namna hiyo, tumehuzunika. Lakini tunaomba kwamba mkono wa sheria uchukue mkondo wake, haki iweze kupatikana. Kama ni kotini, maneno ifike, tujue ukweli iko wapi, kuliko vile tunakaa hivi hatujui mambo inaenda namna gani. Tumekaa saa hii inaelekea miaka 3, hakuna chochote kimefanyika. Washukiwa sasa, ripoti ya kwanza ilionyesha kwamba mtoto alifungwa mdomo, mapafu ya kupumua ikapasuka, fungwa mdomo na mapua, na akaripiwa. Hizo vipimo zikatoka. Lakini sasa wale washukiwa vipimo zao ilikuwa zitoke, lakini hawakupeana hizo vipimo. Hizo vipimo ilikuwa zitoke, ziende Kisumu ziangaliwe, zirudi zileta matokeo, lakini zilienda Kisumu, alienda nazo hakuregesha mpaka wa sasa. Tukaenda kwa ofisi ya huyo askari alikuwa anafanya hiyo kesi, akanituma nikuja na mama kesho yake. Tukaenda na mama, tukashinda hapo kutoka asubuhi mpaka saa 8, tunapiga simu hashiki na haji. Sasa tukashindwa sisi, tukakuja tu nyumbani, tukaendelea tu na maisha kawaida. Lakini
lakini ni uchungu. Sasa hii process, kuna rafiki yetu ambaye ni jirani alipata hiyo ripoti na tukampa hiyo file, ndio akaenda nayo Nairobi. Ndio akaanza kufuata hiyo maneno akiwa huko. Amejaribu karibu mara 3, hii ni mara ya 4 kama anajaribu. Sasa ndio action imeanza kufanyika. Ile wakati nilikuwa nakaa na mtoto nyumbani, nikatoka nikaenda kuchukua birth certificate za wenzake. Watoto wangu walikuwa 4, halafu nikawacha mtoto msichana, nikachia aunti yangu. Kumwachia hapo kwenda town kwa DC kutafuta birth certificate. Kurudi around saa 10 nikapata mtoto yuko. Kwanza kutafuta na mtoto sikumpata. Halafu ndio nikaanza kutafuta mtoto, kweli yenyewe sikufanikiwa kumpata. Ndio nikapiga ripoti police station ili wanisaidie kutafuta, lakini wakaniambia tu nitafute mwenyewe. Ndio nikafanya nini? Nikaanza kutafuta mwenyewe, lakini si hakika kwa sikupata mtoto. Siku 2 kaisha. Ndio mtoto akapatikananga Friday around saa 10. Kama ameuawa, amenyongwa, ametubani, alikuwa amefanywa mambo mbaya. Hata ilikuwa jambo la kuhuzunisha. Nikidhani ni uchungu kwa mzazi kama mimi.